Ona. Zile tabia sizitaki. Nataka kuambia zile tabia sizitaki. Kwenye zile tabia nitakuja nikufunje. Nitakushika hivi. Nikufinye. Alafu nikupige chini. Pau! Alafu pasuke. Nimemkuta umeme. Mama hai. Akifika. Mwambie mama. Hivi nimekuta bosi wako? Bosi wangu hujamkuta. Hivi bosi wako anachukuliaje kwani? Bosi wako anachukulia taila, si ndio? Si bosi wako anachukulia mimi sina akili. Mimi sifai, si ndio? Bosi wako anachukuliaje kwani? Yaani kachukua vitu vyangu alafu anakataa kunilipa. Hivi bosi wako ukoje kwani? Jamani kaka, wewe mwenyewe unajua kwamba bosi wangu ni mjamzito na anakaribia kujifungua. Kwa hiyo hawezi kuja kazini. Mimi na ujauzito ule wapi na wapi? Niambie kweli. Mimi na ujauzito ule wapi na wapi? Mimi nakuja kufuata deni langu. Sikuja kufuata hapa ujauzito. Oya. Nafuata pesa zangu. Tazama, nimefanyia uraguzi wa kabelo zangu, droni zangu, alafu nakataa kunilipa. Hivi nyinyi mkoje kwani? Alafu mnaletea dharau miezi mitatu mnakataa kunilipa pesa zangu. Kweli nyinyi mna damu au wanyama? Kwani mna moyo wa huruma nyinyi? Kwani mnadharau kazi za watu nyinyi? Pia na mimi na bosi wangu anadai zile pesa. Bosi wangu anadhani mimi nimetumia pesa zake, nimezila. Wakati nyinyi mmekuwa king'ang'anizi kutoa pesa zangu mimi. Mnachukulia poa si ndio eh? Mnachukulia baridi barafu. Mbona kama utani wangu mimi huu? Hivi nyinyi mnataka nini kwangu nyinyi? Oya. Usilete zile pigo za kizuchu zile mama. Usilete zile mazingizo sawa. Sijui unanielewa? Oya mimi nataka pesa zangu mimi. Mimi nataka hela zangu mimi. Sawa? Aya basi. Nitie kule pesa mimi niondoke. Jamani kakaangu, sasa mimi nikupe pesa kivipi? Na unajua mwenyewe kwamba mimi ni mfanyakazi wa hapa. Na siwezi kukupea pesa bila ruksa yake. Achi? Unasemaje wewe? Hafu una zile dharau zile. Zero dharau aga mimi spendi. Oya, usinispy size mamangu. Usinitoe kwenye mudi. Oya, toa pesa kule mimi niondoke. Nataka pesa zangu. Jamani kaka, kwa nini hunielewi? Mimi siwezi kukupea pesa. Nikuelewa kivipi wakati pesa zangu ndo nakuja kudai nyinyi? Basi tusiseme mengi. Wewe nipe anwani ya kwake, mimi nimtafute. Sijui unanielewa? Sijui unanipata? Haya. Basi fika huko Zaburi. Ukifika pale tu ulizia jina la mume wake, anaitwa Alikei, utampata. Nimekuelewa vizuri. Alafu nimeipenda hiyo. Oya mwanangu nimkose yule mama. Ndatamba na wewe. Mtani kote wanajua mimi na nanasi peki noma. Mimi wananielewa upande wa deni sichambi wala sikonyeza alafu sichekeshi. Oya, nisipompata tu natamba na wewe. Haunijui vizuri. Nakwenda kumtafuta. Tangulia bwana. Why?
Unaona mimi nimetaka nianze weka kwanza mzigo wangu nyumbani alafu mimi ndakukuta wewe tangulia. Lakini kaka, lakini tumekuwa pamoja tunagana kwamba tunaenda kwa kaka kwa dada ili tuzungumzie yote tumalizie tena hapo na nataka ubaki. Sijui nini? Why? Sasa hapa tunabishana nini? Tunabishana nini hapa? Mimi nakwambia kitu kimoja, wewe nielewe tu. Tangulia mimi nakufuata nyuma. Mimi naweka kwanza mzigo wangu. Unadhani mimi nitaenda wapi sana mzigo wangu? Kaka, isiwe tena vitu vyako najua. Wewe nakujua vizuri, wewe ni kaka yangu. Tena kaka wangu wa damu. Sikusahau mimi mdogo wako nakujua vizuri, tunataka kufanya vitu vyako tena. Nimesikia. Wewe tangulia mimi nakuja. Okay, sawa mimi nawahi, lakini uje haraka. Nakuja. Lakini dada, hizi tabia ambazo mnazoishi nazo hapa hazipendezi hata kidogo. Hazipendezi hata kidogo. Unaangalia hawa watoto ambao unalea hapa. Tabia zao hazipendezi. Nimekumbuka. Ni kwa ajili Shem siku hizi anatumikia nje ya nchi. Ndio maana zile tabia zimekuja hapa. Huwezi kukumbuka zamani, huwezi kukumbuka maisha yetu kama tulikuwa namna gani? Kijiji na wazazi wetu tulikuwa na tabia nzuri. Kama sisi. Angalia. Waangalie tu haya tu. Kaka, ndugu zangu zingine tena za kwenda kutumia pombe. Shikamoo sister. Alafu akili zenu mnaziweka wapi? Si tumekuwa pamoja na wewe. Tumekuwa pamoja pale tunaagizana tunakuja tuko na dili moja. Unaniambia mimi nabaki hapa nasimama, lakini wewe dili zangu zilikuwa za kwenda kutumia tena pombe kaka. Nitoka naye kule tu tumeagizana tumeongea vizuri sana, lakini yeye mwenyewe anabaki nyuma angalia tena. Lakini kaka. Lakini nini? Lakini nini? Wewe dada, acha nikwambie. Arusha. Yule Arusha utakuja kushtukiza amechukua ujauzito hapa. Basi na wewe kujua. Unajua yule Arusha. Jana hapa nimkuta akimfokea dada yake kama ni mtoto wa nje, mtoto ambaye hazaliwi naye, hawako pamoja, anamfokea. Lakini kaka. Lakini nini? Acha nikwambie sasa. Na. Tena sio mara ya kwanza. Yengine muda nilikuta na Arusha paka klabuni, Arusha klabuni. Sisi tulikomaa mambo ya maklabu hatujui. Lakini Arusha mwana mambo ya klabu. Sasa dada nikwambie, ukimshindwa Arusha, mletee mimi. Watoto wote kwa shida waletee mimi. Sawa? Unajua wakikuja kuchukua hapo ujauzito, utakuwa na aibu. Wewe unasema ujauzito wafuka nini? Umemwaga mtoto ujauzito sister. Mambo yenu hiyo mimi nimekataa huo ujauzito na choa. Wewe unamwaga mtoto ujauzito halafu uanzilie maneno kusema unamfugia sasa hapa wewe ujauzito umewekaje mtoto ujauzito mtoto wako lakini wewe una akili. Nyo inaonekana nya krizuna azipoti nayo. Kaka. Kwa mwelewa wewe shut up. Mimi nikiongea wewe funga goma. Nyi wawili mimi nimesema hivi. Huo ujauzito natoa. Hutamweka mtoto ujauzito, unataka kuharibu jina la familia. Jina la familia ndio sasa. Kaskazini, mashariki, kusini, magharibi hapa. Huo ujauzito mimi natoa. Hamna cha ujauzito, hamna cha nini. Sister, akili zako na zake mimi nimeona zipo sawa, ila mimi nawazibia akili sawa, mnikubali kwa hicho. Unafoka tu. Na niona hii mambo yote. Ishako. Shut up. Unampa Arusha ujauzito, alafu unataka kufanya sisi watoto wadogo na foka tu kama mtu bara. Kile una kaskazini, kusini, magharibi, mashariki. Una akili. Lakini kaka, hizi tabia zimetoka wapi? Mimi nimechoshwa na hizi tabia kaka. Watoto wanisumbue mpaka na wewe kaka yetu pasina kutupea. Nimesema hamna cha ujauzito hapa. Umeanzilia yani sio utoka sugani. Umfukijika nini?
Namba moja. Wewe ndio umesababisha nikufokee. Najua kwamba wewe ni kaka yangu mkubwa, lakini hizi tabia zako zimekuwa mbovu sana. Dada, acha nikwambie. Mimi mambo yenu unataka kunipanda kichwani alafu mimi unaniwasha kwa sababu wewe unataka ambie dada hapa kwamba unataka kumkovasti eti ujauzito. Huo ujauzito wako usijifanye. Alafu hamna ujauzito. Natoa ujauzito. Nyinyi msinichukulie poa, mimi ni mtu mzima, akili zangu zinazo sawa. Nyinyi mnamoka mtu mjamzito alafu mnataka kujifanya kama mimi sijui, mnaanza. Yaani mnadhani mtakuja kunifanya tu hivi vitu ambavyo mimi sitavitambua. Oya bro, sikia niwaambie. Nyinyi wote wawili akili zenu in my head. Mimi natoka hapa. Hivi vitu mimi sivikute sawa. Sababu nimeona wewe akili zako haziko vizuri. Kaka, wewe ndio unasababisha mimi kudharau. Kwa nini zile tabia zako? Sikiliza vizuri. Ukitaka ujue spidi ya kinyonga, choma msitu. Ujauzito mimi natoa. Mtaleta mambo ya ujinga hapa, mnatoa kama vile. Ujauzito mimi natoa tu. Mnataka kumweka mtoto ujauzito alafu unajifanya kufoka, unafoka nini ya kumjinga, una akili, mtu mzima ovyo. Tena ujue hivi. Ukitaka ujue spidi ya kinyonga wewe, ukitaka ujue spidi ya kinyonga, choma msitu. Sasa huyu hapa sikwambie kitu, mjinga tu ana akili huyu hapa. Mwangalie macho yake kama mtu ametoa zimuni hivi anatoka. Wewe na shetani mnafanana kweli. Dada, hii tabia mimi zimenichosha sana. Hii tabia zimenichosha sana. Kaka yetu ambaye anaanza kupea shauri, tena naye tabia zile na zile tabia na wewe umeanza kuiga. Na umeanza kuiga kama kaka. Acha nikwambie sasa dada. Mimi hizi tabia hazinipendezi. Ukiangalia wale watoto wamekuchosha, waletee nini? Waletee. Kwani mimi toka zamani sitaki utani. Unajua vizuri sana. Ninatoka. Sasa nikwambie, ukiwashinda waniletee. Walete nyumbani kwangu. Sawa. Hili ni daraja ambalo kila mtu lazima pitie. Ujinga wake kwa wengine ndo faraja. Watoto watalijua, acha wakue. Afadhali nimekukuta. Na ninawaza unajua uwepo wangu hapa. Kwanza nikuulize. Hivi umepajuaje hapa? Achi. Unasemaje wewe? Hili. Sasa siwezi nikakueleza nani kanipea anwani hapa. Mimi kitu kilichonileta hapa nafuata pesa zangu mimi. Ndio kitu ambacho kinanileta hapa. Sije kwa kuzunguza mengi mimi. Nafuata pesa zangu. Basi sawa. Mimi pesa zako bado sijazipata. Labda uje siku nyingine. Unachukulia simbo tu. Hello, unaniona boya tu, si ndio Unaona mimi sina akili. Unachukulia baridi barafu, si ndio Hivi mama unachukuliaje? Wewe mwenyewe unajua pia mimi na bosi wangu anadai pesa zake. Yeye kule nadhani mimi nimetumia pesa zake. Unachukulia poa tu. Hivi kwa unajielewa wewe? Unajielewa wewe? Oya, mimi na bosi wangu anadai pesa zake kule. Yeye anawaza mimi nimetumia pesa zake alafu unaleta mazengesheni, si ndio mama? Oya, mimi nataka pesa zangu. Leo sitoki hapa bila pesa zangu, umezungusha sana mie. Mbona kama utani wangu mimi huu? Ina maana uelewe au? Uje siku nyingine pesa zako sina. Pengine unipe wiki moja, pesa zako nitakuwa nimezipata. Hivyo wewe mama una nini? Wewe nimekuambia uje siku nyingine, pesa zako kwa leo sina. Tena mama tayari kupiga pigo zile za Konde Boy zile. Unazijua zile za Oya, sitaki nikupige zile mama. Sawa, sijui unanielewa. Oya, mimi nataka pesa zangu mimi. Ninataka pesa zangu. Miezi mitatu unanizungusha mimi. Unakata kunilipa mimi. Hivi chukula mimi sina akili, si ndio unachukula Taila Hivi mama kumbe unijui. Haunijui mimi Upande wa deni wananijua mimi na nasipe kinoma. Wananijua ukweli. Sichambi wala sikonyeza upande wa deni. Nataka pesa zangu. Sijui unanielewa. Sijui unanipata.
Alafu unaonyesha dharau tu. Unanisalau mimi kwa deni langu mimi. Hivi ni wanadamu mkoje kwani? Mkoje nyinyi? Afadhali umekuja. Sijui nani yake, sijui brother yake, sijui mume wake, mimi sijui. Unamwona huyu hapa, sijui sister yako, sijui nani yako huyu, ana deni langu mimi. Na nimekuja hapa hii miguu nafuata deni langu. Alafu ananizungusha, nimemfanyia uraguzi wa kabelo zangu, dule zangu, alafu anakataa kunilipa mimi. Sijui ananichukulaje huyu. Shilingi ngapi? Sio nyingi tu. Ni 10,000 baba. Haya baba, nashukuru. Hili ni daraja ambalo kila mtu lazima pitie. Ujinga wake kwa wengine ndo faraja, watoto watalijua acha wakue. Faraja lake zaidi sana nipa. Kilichonileta hapa ni kitu kimoja. Hivi wifi, hujioni hata huruma kwa hali ulionayo? Kwa nini hujiheshimu? Siku ile nilipokuta sebuleni mko mmekaa na kaka Yebo, yaani nilijifanya sioni chochote kabisa, lakini jua ulipoondoka moyo wangu uliuma sana tena sana. Hivi kwa nini humheshimu mume wako? Kwa nini unamchiti mume wako hivi? Tazama, amekujengea nyumba nzuri, kazi nzuri amekupa. Kwa nini unamfadhilia kakaangu Yebo? Je, siku moja mkija kufumaniwa naye, satapelekwa jela? Alafu sisi wenzetu tutakuwa nani? Kumbuka huyu ndo kila kitu kwenye familia yetu. Huyu ndo baba mama. Hivi unajifikiriaje wewe? Nakumbuka Zura aliniambia kwamba amemfumania kaka Yebo na mama Arusha chumbani kwake. Nani sikuamini kabisa. Hivi nyinyi wanawake mkoje? Yaani kwa nini mtulie na waume zenu? Mnawashwa mna nini jamani? Sasa Betina, wewe ni wifi yangu, nakuheshimu sana tena sana. Achana na kaka Yebo. Achana na kaka Yebo. Hili ni daraja ambalo kila mtu lazima pitie. Ujinga wake kwa wengine ndo faraja, watoto watalijua acha wakue. Faraja lake zaidi sana ni pombe, kwa wanawake wametumia vidonge ili kuharibu tumbo zao kwa kutaka kutoa mimba. Wamesahau kwamba kuna mazao kama husikii shauri ya mjomba. Ile daraja ni ujana, tuzingatie, tujitahidi sana. Wanaolewa wakiwa na tamaa, hii yote ni kushindwa kutunza jamii. Na wengi hawajali tena shule, wameifuata mapenzi. Hivi tumekuta mama? Hamna, mama ametoka kidogo na Doris. Okay, sawa. Sikiliza problem. Hivi Arusha, umekuwa naomba nikuulize kitu kimoja. Je, hujui kama mtu akishindwa kufundishwa na wazazi anafunzwa na dunia? Hivi akili zako ziko sawa? Haya ndo malezi ambao mama yako mzazi amekupea. Unakuwa mtoto ambaye huna heshima tena, huna adabu. Hivi huyu anko wako vitu alivyonielezea ni vitu vya kweli ama aliongopea tu? Je, kaka, Unasikia ndugu yangu Jika, huyu mtoto yaani mkosa kama tunaweza kufanya nini ili tabia zake zichange, ili tabia zake ziwe nzuri. Huyu mtoto alikuwa mbaya, mtukutu, ina maana mtoto sikio zake pengine zimekufa. Kwa ajili nimefanya juu chini, nimekaa naye, nimezungumza yote ambayo naweza kuzungumza, lakini tabia ni zile zile. hivi mimi nikuulize kitu kimoja.
Hivi mnadhani sisi wakubwa wa wazazi wako tumefariki? Kila kitu ambacho mtataka mfanye mtakifanya kwa kutaka kwenu. Wewe Arusha wewe. Mimi sinazungumza na wewe. Lakini yangu, mbona kama mnanionea tu? Mimi nimekuwa najua kitu ambacho nakifanya. Sasa mnavyonifuatilia hivi, sasa hii ndio inamaanisha nini? Mimi nimeshakuwa najua vitu ninavyovifanya. Shut up. Umeshakuwa. Ndio umepata ujasiri wa kutujibu sisi anko zako. Sawa? Umeshakuwa. Sasa tunataka tuone jinsi gani umekuwa. Hivi mbona mama yenu kabla nyakati ambazo alikuwa mtoto yakuwa akitujibu hivi? Tena mdogo yetu sio mtoto wetu, ila wewe mtoto unataka kutujibu jinsi gani unataka. Sasa fanya hivi. Kitu kimoja nataka nikwambie. Sawa? Jua kitu ambacho nataka ujue. Jua linazama kusini ila linaamka nani? Mashariki. Sawa? Mtakuja kufanya kitu kibaya. Mimi sio kama ango zako wanakubembeza tu mama yako na huyu. Wanakubembeza. Mimi nikiamua naamua mara moja. Arusha, umejamini umekuwa kweli? Kwenye fikra zako umekuwa? Kaka tunajisumbua bure na huyu. Arusha. Wewe umekuwa kweli Arusha? Umekuwa? Wewe mtoto wa miaka 17 umekuwa Arusha? Ama ni wale waume zako ndio wameacha unakuwa na mirudi sana. Arusha. Sasa wewe Arusha. Kwa nini vile lakini? Wewe angalia tabia zetu. Angalia tabia zetu. Itafikia siku moja nikuchukue, nikiweke hapa. Alafu nikufinye. Nikuchukue nikupige chini pa. Alafu ufariki. Nimue gereza nikupeleke kule makaburini nikuzike. Kwa nini wewe mtoto hauna tena akili? Hauna adabu, hauna heshima. Baba sikiliza. Arusha. Arusha. Naomba unisikilize kwa makini. Na kitu nataka nikwambie. Listen to me carefully. Understand? Arusha. Hivi vitu ambavyo unakuja kuvifanya Arusha, hii ni dunia tu. Huu jana unapita. Mbona sisi tulikuwa watoto wadogo, hatukuwa na tabia kama zako? Hivi yangu. Mnavyoniambia sijui dunia, ujana. Hivi mnanifuatilia kwa nini? Mbona angu mpana anapiga vitu vyake fresh tu, anasuka nywele, anavaa micheni ataniambiaje? Mbona kwenda klabuni unapiga vitu vyako? Shut up! Hili ni daraja ambalo kila mtu lazima pitie. Ujinga wake kwa wengine ndo faraja, watoto watalijua acha wakue. Faraja lake zaidi sana ni pombe, kwa wanawake wametumia vidonge ili kuharibu tumbo zao kwa kutaka kutoa mimba. Wamesahau kwamba kuna mazao kama husikii shauri ya mjomba. Ile